Habari zenu wanafunzi, karibuni katika session nyingine. Hii ni session ya pili na ya mwisho kwa mtihani wa kidato cha pili mathematics uliofanyika mwaka jana wa 2025. Kwenye session iliyopita tulianza kusolve mtihani huu na tulisolve maswali matano ya mwanzo, na kwenye session hii basi tutaendelea na maswali matano mengine ambayo yanafuata. Kama nilivyosema, performance ya mathematics kwa ujumla si nzuri kila mwaka, na hata mwaka huu ingawa kuna improvement kidogo sana, lakini katika watoto 100 ambao wanafanya mtihani, basi watoto 75 na zaidi huwa wanapata F. Katika hao ambao wanapata F, wengi wao wakipata 0 kabisa. Kwa hiyo inaashiria changamoto ambayo bado ipo kwenye somo la hesabu. Basi session hii ni moja katika session ambazo naamini inawezekana zikawa ni msaada kwa vijana ambao wanaendelea kujifunza hesabu, na session hii ni msaada kwa vijana hasa wa kidato cha kwanza, kwa sababu maswali mengi ya kidato cha kwanza, lakini kidato cha pili wenyewe na hata wale ambao wako kidato cha tatu na cha nne inaweza ikawa ni revision session kwao. Kwa hiyo bila kupoteza muda ningependa tuendelee na solving ya maswali haya ambayo ni maswali ambayo yatakuwa yametoka katika mtihani wa taifa wa mwaka jana, kwa maana kwamba 2025. Tukiendelea na swali la 6, kama nilivyosema tulishia swali la 5. Kwa swali la 6 liko hivi. Tumeambiwa kwamba the gradient of a line ky equals to kx plus xc plus 7 equals to ky equals to kx plus xc plus 7, and we are supposed to find actually the value of k, and also we have to find the y-intercept. So solution for question number 6A. For this question, first of all, you have to make y the subject, where you are going to compare it with y equals to mx plus c. This is general equation of a line. So from the equation, I'm going to write again ky equals to kxc plus xc plus 7. I can divide by k throughout so that y will be made the subject. So y will be equal to k xc over k plus x over k plus 7 over k. So to simplify further, y itakuwa ni sasa na kuchukua x plus x over k plus 7 over k. Kwa ukiangalia hii equation inaweza ikawa simplified further, tukawa na y equals to x nje ya mabano 1 plus 1 over k alafu jumlisha 7 over k. Kwa hii ndio equation ambayo tunao hapa, lakini tushaambiwa kwamba gradient ni sawasawa na 2, na if you compare these two equation here, you understand that the gradient actually is equivalent to m. Kwa gradient itakuwa ni hii hapa 1 plus 1 over k. So 1 plus 1 over k equals to 2, na 1 over k ukimake the subject itakuwa ni 2 minus 1 over k equals to 1. Eventually tunapata k ni sawasawa na 1. Okay? Kwa hiyo find the value of k as per part 1. Of course the value of k is 1. Na part 2, write down its y-intercept. Y-intercept ni 7 over k. Y-intercept ukicompare na hii equation hapa, actually si ndo y-intercept. Kwa hiyo y-intercept manake itakuwa ni 7 over k. Hii ni sasa na kuchukua
y-intercept. Okay, but k equals to 1, but k equals to 1, so y-intercept is 7, dear students. So that is solution for question number 60A. Question number 60A, the value of y-intercept is 7 and the value of k is 1. Tukija 7B, tumepewa the graph of straight line, tumepewa straight line hiyo hapo, pass through point A ambayo ni negative 2,5 na point B ambayo ni 2,3. Find the value of k and m. Kwa sababu tumepewa equation hii hapo, k x minus my minus 4 equals to 0, I can rewrite it again to be kx minus my equals to 4. Kwa ukiwa na point A, so at point A ambayo ni negative 2 kwa negative 5, ukiingiza hii point actually ina satisfy equation ambayo tunayo hapo. Kwa hiyo itakuwa ni negative 2k minus negative 5m ni sawa na 4. Ukisimplify further itakuwa negative 2k plus 5m equals to 4, na hii itakuwa ni equation ya kwanza. Tukienda kwenye pointi nyingine ambayo tumepewa, kwa tunasema at b which is 2, negative 3, equation tukiplug again kwenye hii general equation ambayo tunayo hapo, utapata ni 2k minus m, itakuwa minus y ambayo y ni negative 3 times m, utapata ni 4. Kwa tuna 2k plus 3m unapata 4 pia vile vile. Kwa hii ni equation ya pili ya students. Tunachotakiwa ni kwamba tuunganishe hizi equation mbili. Ukiunganisha equation mbili hizo, equation ya kwanza ambayo ni minus 2k plus 5m ni sawa na 4, nyingine una 2k plus 3m ni sawa na 4. Tukifanya elimination method, tuta add hapo. Ukiadi k na cancel, unapata 8m sawa na 8 divided by 8 throughout, so m will be 8 by 8 which is equal to 1. Kwa thamani ya m ni sawa na 1, na kwa sababu m ni 1, tutaplug hii 1 kwenye n equation, na nikirudi kwenye equation ambayo mojawapo hapo, I can consider equation number 1. Nikija hapo manake na negative 2k plus 5 multiplied by 1 equals to 4. Negative 2k ni sawa na kuchukua 4 minus 5, negative 2k, from here we get negative 2k equals to negative 1. Eventually k will be negative 1 over negative 2, which is 1 over 2. So the value of k, dear students, is 1 over 2. Okay, so the value of k is 1 over 2, of course. And now we jump to question number 7a. By the way, question number 60b, we are supposed to find the value of k and m. So as you have seen, k equals to 1 and m, an apology, k equals to a half, where m equals to 1. K equals to a half and m equals to 1. So 7a, find the value of the operation ya exponents, of course. Kwa tunatakiwa tu simplify, tuone jibu litakuwaje. Okay? Kwa na 8 power negative 2 over 3. By the way, uki break down 8 itakuwa ni 2 power 3. So I'm going to plug it here, 2 power 3
Okay, power negative 2 over 3 plus, utapata hapo ni 3 power negative 2 times 2 power positive 3. Okay, ukifungua bracket hapo itakuwa ni 2 power 3 times negative 2 over 3, utajumlisha, okay, jumlisha 2 power 3 gawanya kwa 3 square, ambayo hii itakuwa pia ni sawasawa na kuchukua actually 3 hapo itaondoka, kwa hiyo itakuwa ni 1 over 2 power 2 plus 2 power 3 ambayo itakuwa ni 2 power 3 over 3 square. Ukiandika real values utapata ni 1 over 4 plus 8 over 9 because, na ukiweka hii under common denominator ambayo itakuwa ni 36, kwa 36 divided by 4 itakuwa ni 9 plus 36 divided by 9, sorry, by 4 itakuwa ni 9, by 9 itakuwa ni 4, 4 times 8 unapata ni 32. Ukiadd hapo mwisho wa siku utapata ni 41 over 36. Unaweza ukaishia hapo au unaweza ukaiweka katika mixed fractions, kwa maana kwamba utakuwa na 1 alafu na 5 ya 36. Okay, kwa hivi ndivyo ambavyo unatakiwa usimplify 7a. Na tukienda 7b, kabla ya 7b niseme tu kwamba siri ya kumanage kusolve maswali haya kwa wepesi ni kuchukua kalamu na kusolve. Usiposolve ukaangalia tu video hivi, inawezekana isikusaidia sana. Kwa hiyo chukua kalamu, unaweza ukapause even video ukasolve, afu ukamaliza ukarudi tena kucompare hapo. Nenda swali la 7b, rationalize the denominator. Kwa hiyo tuna square root of 2 gawanya kwa square root of 3 plus square root of 2. Hapa tutai-multiply kwa root 3 minus root 2 divided by root 3 minus root 2. Sasa ukiangalia denominator, kwa wale ambao mnakumbuka difference of two squares, ikiwa na a plus b, a minus b ni sawa na kuchukua a square minus b square. Kwa square root ya 3 plus square root ya 2 times square root ya 3 minus square root ya 2, hii ni sawa na kuchukua square root ya 3 square minus square root ya 2 square, ambayo itakuwa ni 3 minus 2 which is equal to 1. Kwa hiyo tukiendelea hapo, manake hii hapa itakuja kuwa hivi, ina square root ya 2 times square root ya 3 minus square root ya 2 times square root ya 2 divided by 1. Kisimplify further itakuwa ni square root ya 6 minus 2, kwa sababu itakuwa ni square root ya 2 by the way times square root ya 2, unapata square root ya 4 ambayo inakuwa ni 2. Kwa hiyo final answer inakuwa ni square root ya 6 toa 2, na hiyo ndo solution ya swali la 7b. Tukiendelea na swali la 8. Swali la 8a, by using following figure prove that a triangle ABC is similar to triangle ABD. Tupuru kwamba ABC ni similar to ABD. Kwa tukiangalia ABC, nasema kwamba in triangle ABC and the triangle ABD, tunaona kwamba angle hii hapa ABC ni sawa na kuchukua angle ABD ni sawa na kuchukua ADB.
ADB, ambayo actually hii inakuwa ni 90 degrees. Okay? Right angle. Lakini consider triangle ABC na ABD. AB is common side. Okay? AB ni common side. Haya, lakini pia nikiangalia triangle ABC na triangle ABD, angle B actually is common. Angle B is common angle. Okay? Haya, kwa sababu tuna common angle, manake unaweza ukaona kabisa kwamba hizo triangle mbili, triangle ABC is similar to triangle ABD by, we have actually angle side, we have right angle hypotenuse side, actually right angle hypotenuse, oh I'm sorry, we have right angle, well, but actually it is actually angle side. Ukiangalia argument ambazo tunazo itakuwa manake ni angle side. Okay? Kwa angle side similarity theorem ndio ambao tumetumia kuprove kwamba hizi triangle mbili ni similar. Tukija swali linalofuata, sorry. In the following figure, BE bisect DEF. BE kama unavyoona hapo, BE ana bisect DEF. Kwa hiyo angle hii hapa ni sawasawa na angle hiyo hapa kwa information hiyo, na tumeambiwa kwamba DE ni sawasawa na FE, sorry. So prove that triangle BEF is congruent to triangle BED. So I'll be saying that in triangle BEF and triangle BED, kwenye hizi triangle mbili hizi, kwenye hizo triangle mbili hizo, naomba nirekebishe mitambo, just a minute. Okay. Haya. Kwa tukiangalia hizi triangle mbili, hapo, kwa in triangle BEF na BED, cha kwanza tunaona kwamba side DE ni sawa sana side FE, na hiyo actually manake ni given detail. Lakini pia tushaambiwa kwamba angle BED, because we are starting with the triangle BE, sorry, hapa nitazigeuza hizi ili tuendane na series ya triangle ambazo tumeziweka hapo. Okay? Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye hizi triangle, tukianza na triangle tukafuata na hiyo, manake FE is equal to DE, na hiyo inakuwa ni given detail. Okay? Lakini pia kwa hii detail ya bisection, kwa hiyo tunaona kwamba BEF is equal to BED, na hiyo pia ni given information. Lakini ukifungua macho utagundua kwamba side BE ni common side. Okay?
Kwa hapo tuna side, angle, side. Kuna side, angle, side. Kwa triangle, actually triangle BEF, so I just conclude. Therefore, triangle BEF is congruent to triangle BED, na reason hapa ni side, angle, side. Yes, students. Kwa hiyo ndo solution ya swali la ngapi? Swali la 8B. Na sasa twende swali la 9. Lakini niendelee kusisitiza kwamba kabla ya kwenda swali la 9, elewa kwamba njia pekee ya kuwa engaged na content hizi ni wewe kusolve maswali mwenyewe. Tutasolve hapa maswali, lakini kusolve wewe ndio njia pekee ambayo inaweza ikakutoa kwenye changamoto za kutoelewa mathematics. Kwa swali la 9A, calculate the length y in the following figure. Give the correct answer to one decimal place. Give the correct answer to one decimal place. Kwa tunatakiwa tutafute length y. Tumepewa angle hapo, na tutakachokifanya actually tutatumia tu trigonometric ratios. Sin ya angle, kumbuka kwamba sin theta ni opposite side over hypotenuse side. Sasa nikichukua triangle hiyo hapo, manake sin of angle 70 ni sawa na kuchukua opposite side ambayo ni y gawanya kwa 30 cm. Kwa hiyo y itakuwa ni 30 sin 70 cm. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute actually tutafute manake multiplication hiyo hapo ya sin 70 times 30. Kwa mwanafunzi unachotakiwa kufanya ni kutumia four figure ambayo umepewa, kwa sababu calculator hairuhusiwi. Utatumia four figure kutafuta sin 70 ni kiasi gani, okay? Alafu utamultiply na 30. When you do that utapata ni 28.19. Kwa tunapata y ni 28.191, lakini tumeambiwa correct to one decimal place, so this is actually approximately to 28.2 centimeter, dear students. So that is solution for question number 1. That is solution actually for question number 9A. Tukienda 9B, a ladder on the ground leans against a vertical wall whose height is 5 meters. The ground distance between the ladder and the wall is 12 meters. Draw a diagram to represent this information. Lakini by using the diagram in part B1, find the length of the ladder. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba ngazi leans against a vertical wall. Kwa this is our vertical wall na tuna ladder kama hiyo, sawa? So this is our ladder na hii ni ground actually, okay? So this is ground, this is a wall, and this is ground. Yes, students. Kwa hiyo ndo ngazi yetu hiyo, okay? Kwa tumeambiwa kwamba a ladder on the ground leans against a vertical wall whose height is 5 meter. Kwa tumepewa height of the wall
ni 5 meters. The ground distance between the ladder and the wall, hii distance ya hapa between the ladder and the wall ni 12 meters. Of course tunatakiwa tu draw, hiyo ni part ya kwanza, tusha draw. Part ya pili unatakiwa utafute distance. Tutatumia Pythagorean theorem of course, kwa maana kwamba length of a wall, I'm going to assume the length of the wall to be nitaassume length of the wall iwe ni mita, iwe ni L. Okay. Kwa kutumia Pythagorean theorem, how do you calculate L? Kwa tukitumia Pythagorean theorem tutasema kwamba L square ni sasa na kuchukua height of the wall, so I can say h and I can call this x, so I'll be taking L square equals to x square plus h square. Okay, kwa L square ni sasa na kuchukua x square ambayo ni 12 square plus 5 square. L square ni 144 plus 25. Kwa L square ni sasa na kuchukua 169. Eventual L inakuwa ni square root ya 169, tutapata meters. L itakuwa ni 13 meters. So the length of ladder is 13 meters, dear students. Na sasa tuende kwenye swali la mwisho, swali la 10. In a school of 120 students, 40 learns English, 60 learns Kiswahili, and 30 learn both Kiswahili and English. How many students learn neither English nor Kiswahili? Kuna njia nyingi of course za kusoma swali hili. Hili ni swali la set, ni topic ya set. Unaweza ukatumia Venn diagram, na naweza nikaanza na assumption kwamba let K represent number of students taking Kiswahili, and you assume E again to represent number of students taking English. So to combine these the details now, takuwa na Venn diagram, tuna hii ni universal set yetu, hapo ni K, hapo ni E. Okay? K na E. Nikiangalia wanafunzi ambao wanachukua Kiswahili, both Kiswahili na English, tumeambiwa kwamba 30 learns both Kiswahili and English, kwa 30 wataingia hapa. Tumeambiwa ambao wanasoma English pekee, English in general, wako 40. Kwa hiyo English only itakuwa ni 10. Wale ambao wanasoma Kiswahili total wako 60, kwa Kiswahili pekee itakuwa ni 30. Na hapa x hapa itakuwa ni wale ambao hawachukui Kiswahili na English. Kwa hiyo tunatafuta x actually. We are looking for x. I will just say that x represents those who took neither Swahili, neither Kiswahili no English. Kwa hawa ni watoto ambao hawachukui masomo hayo mawili. Kwa
Nikichukua x jumlisha 10 jumlisha 30 jumlisha 30, jumla napata idadi ya wanafunzi ambao tumeambiwa wako 120. Okay, ndasema ni 120. Kwa na x jumlisha 70 sasa na 120, eventually x itakuwa ni 120, itakuwa na 120 minus 70, 120 minus 70 ambayo unapata ni 50 students. Kwa hiyo how many students learn neither English nor Kiswahili? Nasema kwamba 50 students learn neither Kiswahili nor English. Kumbuka K nimeabbreviate kama Kiswahili na English. Kwa hiyo ndo solution ya swali la 10A. 10B ni swali la seti. Tumeambiwa kwamba the following marks were scored by students in history test. Construct a frequency distribution table by using grouping the marks in the class interval. Tumeshapewa grouping hapo, category 30 to 39, 40 to 49. So nitaanza na class interval, nitaenda frequency, tutaona kama tunahitaji detail nyingine. Okay, kwa ni class interval nikianza na 30 to 39, then be coming to 40 to 49, then 50 to 59, then we'll be going to 60 to 69 if any, and so forth. Kwa 30 to 39, let me check. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 6 7, so they are 7. 40 to 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa hiyo wako 10 hapa. Then 50 to 59, 1 2 3 4 5 6 7, wako 7 hapa. Haya, nakuja interval ya 60 to 69. Interval ya 60 to 69, okay, 1 2, wako wawili, lakini nimeona kwamba kuna 55 moja nimeiacha. Kwa hiyo 55 iko kwenye kategori hii, kwa hiyo hapa watakuwa wako 8. Sawa, tunakuja je, kuna nyingine? Of course we have again 70 to 79. Tuone kwenye grouping yetu kuna ambao wamebaki. Tunaona kwamba kuna 73, 1 2 3, tayari kila namba iko covered, kwa hiyo 3 of course. Sasa total number of students here, total number of students tasema ni n. Kwa hiyo n sasa na kuchukua 17, 25, 30. Haya, tushamaliza. Hence find the percentage of students who scored marks range from 50 to 69. Kwa 50 to 69, number of students who scored
50 to 69, hawa manake 250 to 69 walikuwa jumla ni 8 jumlisha 2 unapata 10 students, walikuwa wapo 10. Okay. So percentage utachukua manake ni 10 divided by 30 multiply by 100 multiply by 100, utapata percentage of students ni 33.33%, dear students. So the percentage of students who scored marks ranging from 50 to 69 walikuwa ni 33%. Na hiyo ndo mwisho, ndo solution ya swali la mwisho katika mtihani huu ambao ni mtihani wa taifa wa kidato cha pili mwaka wa jana 2025. Kwa hiyo kama ndo mara kwanza kuwa hapa, usisahau kusubscribe. Tumefanikiwa kusolve mtihani huu na nita-upload actually hii solving kama ilivyo kwenye link hapo. Kwa kwenye description utaona link ya paper hii, utaweza kudownload na kupitia the way tulivyo solve. Natakia kila la heri, tukutane kwenye session nyingine ya mathematics. Asanteni sana.